wisdom ambayo Mungu alimpatia akitoka kwenye maombi, ndio ilimsaidia kuweza kushinda wakati alipoingia katika majaribu. Praise be to God. Kwa hiyo wewe unapokuwa katika shida, you need to pray that God may show you the way of escape. Already the way is there. The Bible says wakati wana wa Israeli waliposema hatuwezi kuwafaulu kuwashinda hawa, the Bible says Caleb still them, telling them, let us go up at once for us we are able to possess. Wacha twende huko mara moja, kwa maana kuna uwezo wa kuichukua hiyo nchi. Kwa nini aliona uwezo? Aliona hiyo uwezo katika neno la Mungu. Lakini mara nyingi hatuangalii katika neno la Mungu. I want to tell you that all problems ambazo uko nazo, a solution is already offered. Where? In the word of God. For the Bible tells me that all things are possible to them that believe. Praise be to God. Tayari suluhisho imewekwa. Ukipitia shida yoyote ile, you have any problem, hiyo shida ambayo uko nayo, already we have a solution in the word of God. What you need to do is just to pray that God may show you clearly that way how to escape. Praise be to God. Hata wakati alipoingia katika jaribu, remember the Bible says that wakati Abraham alipokuwa anaishi na mtoto wake, Mungu akamjaribu, akamwambia huyo mtoto nataka umtolee kafara. Wakati aliambiwa hivyo atolee Mungu kafara huyo mtoto, akachukua mtoto mwenyewe, akachukua kuni, because God was testing his level of obedience. Mungu alitaka kujua huyu mtu ananitii kiasi gani. What is his level of obedience kwangu? So that is what God was testing. But the intention of God was not Mungu aende kuua Isaac. So Abraham knew, and God gave him the understanding that God was testing his level of obedience. There are times when God will want to test your level of obedience, na kuleta kitu ambacho kitakutimiza wewe. Praise be to God. So wakati Ibrahimu aliona hayo, ameenda pale mlimani, akona kuni, wametengeneza mahali pa kutolea kafara. Then mtoto wa Ibrahimu akauliza baba yake, baba yangu, tazama tuko hapa, au tuko hapa na the altar that is ready for sacrifice, and where is the lamb for sacrifice? Abraham hakusema you are the lamb for sacrifice, hakusema hivyo, but he knew that his son can never be a sacrifice. Kwa Mungu alimwambia kuwa atampatia mzao ambaye yule mzao ndio atakuwa mmiliki wa mali yake. He was going to be an heir ambaye atamiliki mali yake yote. So Ibrahimu alijua all that time. Abraham knew that God can never be an heir. Halijua Mungu haikuwa mwongo, amwambia nakupatia Isaac aende kumiliki mambo yako, na huku amchukue Isaac amuue. Maandiko yanasema Abraham hakuweza he was not wavered. Hakuweza kukuwa na wasiwasi yoyote kuhusu kile ambacho Mungu amemwambia, but he was firm on the word of God. Alikuwa wa kuweza kuimplement instructions za Mungu. So wakati alisema Mungu mwenyewe anaenda kujitwalia mwanakondoo kwa ajili ya kafara, that is the time he was able to escape that temptation. So God gave him a temptation ambayo ilikuwa ya kawaida, na hiyo temptation ilikuwa ya kiwango chake, and God gave a way of escape. The way of escape in any temptation, it is in the word of God. Sisi tutashinda na tutashinda nje ya neno la Mungu.
tutashinda within the word of God. Praise to God.